إنما الأعمال بالنيات. Angalia mipango ya Allah vile ilivyokuwa mizuri zaidi. Sikizeni mfano huu. Nabii Allah Khidri alipomuua yule mtoto, Nabii Allah Musa alikasirika, akamwambia laqad ji'ta shay'an nukra, umefanya jambo ovu kabisa. qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra, umeua nafsi iliyotakasika wakati huu ni mtoto mdogo hajabalighi na hajaua, na wewe ukamuua, umefanya jambo baya sana. Lakini mwisho Nabii Allah Khidr anamwambia wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Hiyo ndo tafsiri ya yale mambo yote, na sijafanya mimi kwa hawa zangu, ni amri kutoka kwa nani? Kwa Allah. Naomba msikilize makini hapa. Yule mtoto kufa kwake iliwahuzunisha wazazi ama iliwafurahisha? Iliwahuzunisha. Na yule mtoto kufa kwake ilikuwa ni khairi ama ni shari kwake? Khairi. Na wale wazazi kwa mapenzi yao ya mtoto wao wangeamua wachague kati ya kufa na kubaki, lipi wangechagua? Baki. Na yule mtoto kubaki kwake ingekuwa ni madhara kwake pamoja na wazazi wake. Na Allah alishasema wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ama yule kijana wazazi wake walikuwa ni waumini, tukamtanguliza kwa kufa kwa kuhifadhi imani ya yule kijana asikufuru, na kuhifadhi imani ya wazazi wake isiwe sababu ya kijana ni wao kukufuru. Kwa hiyo hii ambayo kwamba imeonekana kwa taswira ya Musa ni shari na ni ovu, kumbe ni khairi. Hapa funzo tunalopata katika dunia hii, hakuna kiumbe anayekupendea khairi kushinda wazazi, lakini si yote anayekupendea wazazi ni khairi kwako. Tumeelewana? Katika dunia hii hakuna anayekupendea khairi kushinda wazazi, lakini sio yote anayekupendea wazazi ni khairi kwako. Wao kimtizamo na ufahamu wao wawezaona hili jambo ni khairi, lakini kwa mipango ya Mungu hilo jambo litakufikisha kwa shari. Sasa ndo maana hao wazazi walihuzunika kwa mtoto wao kufariki, lakini mwisho walipojua kufariki kwa mtoto wao sio kufarikiana wao na mtoto wao, bali ni kuwa pamoja na mtoto wao ndani ya pepo ya Allah. Pindi mtoto wao amekufa ikiwa imani yake imehifadhika, na wao wameifariki ikiwa bado wako na imani ile ile thabiti na sahihi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwa njia zote yeye ndo mzuri wa kukupangilia kumshinda yoyote yule. Usione umpatwa na jambo likakupatia huzuni, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yajua khairi yako iko wapi na shari yako iko wapi. Sasa ni lazima umwachie yeye akupangilie. Ukiwa na baba hauna wasiwasi na mipango yake kwa sababu unaamini ya kupenda, vipi uko na Mungu uko na wasiwasi na mipango yake, unasahau ya kuwa yeye ya kupenda kushinda wazazi wako? Sababu ya kwanza ambayo kwamba tukijua lazima tumpende Allah, anasema asbabul mahabbati 5, sababu za kumpenda Allah ni 5. Ya kwanza aljamalu fakullu jamilin mahbub, ni uzuri, kwa sababu kila kizuri kinafanyaje? Kinapendwa. Kila kizuri kinapendwa. Na sisi wanadamu wengi tunajali uzuri wa kitu, hata kama uzuri wake utakuwa kiudhahiri, kiundani ni kibovu. Muhimu sisi tumekiona ni kizuri,
tunakimbilia, si ndio? Ndio akasema tofauti ya mtu anayelingania dini na mfanyibiashara ni moja. Mfanyibiashara yualeta kwa soko kitu kinachopendwa na watu hata kama kina madhara kwa watu. Lakini mwenye kulingania dini yuwaletea watu kitu kilichokuwa na manufaa kwao hata kama wanakichukia. Tuko pamoja? Sasa sisi mara nyingi tunapenda kitu kizuri hata kama kina ubovu ndani, lakini maadamu tumekiona ni kizuri basi tunakipenda. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye ni mzuri, na uzuri wake yuujua yeye mwenyewe zaidi. Kwa nini nasema hivi? Pepo ni mzuri ama si mzuri? Na pepo ni kiumbe ama si kiumbe? Kiumbe, si ndio? Lakini uzuri wa pepo tunaujua sisi. Asema ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hii pepo ni kiumbe, lakini uzuri wake macho hayajaona, masikio hayajaisikia, wala moyo hujawahi kutafakari na kuwaza uzuri wa pepo ukoje. Ikiwa kiumbe hichi tuamini ni kizuri na tumeshindwa kuwaza uzuri wake ukoje, je, aliyeumba hicho kiumbe ni mzuri kiasi gani? Na je, tunaweza waza namna ya uzuri wake? Hatuwezi. Anasema Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Al-Fawaid, wa yakfi fi jamalihi anna kulla jamali dhahirin wa batinin fi dunya wal akhirah famin athari sun'atihi. Inatosheleza sisi kujua kwamba Allah ni mzuri kwa sababu kila kizuri kilichodhihirika na kufichika katika dunia na akhira ni miongoni mwa athari ya utengenezaji wake. Ukitaka kuamini Allah ni mzuri, kwanza jiulize, je, wewe ni mzuri? Kwa sababu wewe umeumbwa na Allah. Ukiamini kwamba wewe ni mzuri, basi hiyo inatosheleza wewe kuamini aliyekuumba ni mzuri. Na wewe ukijipenda vile Allah alivyokuumba, basi automatic utampenda yule aliyekuumba. Na Allah alishasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah anamuumba binadamu kwa umbile zuri sana. Ndo akatuuliza katika Qur'ani, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe binadamu, kitu gani kimekulaghai ukamaasi Mola wako mkarimu? Tajiri aliyokuwa mkarimu yupendwa na watu, na Allah aliyokukirimu mengi kushinda tajiri wa duniani, kwa nini tusimpende? Alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalak, ambaye kwamba amekuumba akakuweka sawa na kimaumbile akakuweka muadilifu. Amekuweka muadilifu, kila kitu amekika mahali pake, si ndio? Kuna mwingine akasema ukitaka kujua umuhimu wa makalio, kalia kichwa uone. Umeelewa? Yani amekuwekea kiungo hichi ndo wafaa ukalie, kiungo hichi ndo chafaa kiwe juu, kiungo hichi yafaa kiwe chini. Yeye mwenyewe amekupangilia hivyo. Sasa hii ndo uadilifu, kwa sababu kila kitu amekiweka mahali pake. Sasa Allah aliyekuumba hivi, ni lazima wewe ujipende, kisha ni lazima umpende yeye aliyekuumba hivi. Allah mkarimu. Na ikiwa unaamini ya kuwa Allah ndo amekuumba kwa namna hii, basi hakikisha viungo alivyokuumba navyo Allah huvitumii kwa kumuasi Allah, bali unavitumia kwa kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Ndio ile mshairi akasema ya man asayta Allah ghafilan anasita anna Allah qad a'taka نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك من بعدها تقوى على عصيانه يا للوقاحة كيف تفعل ذاك
تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا فتظن أن الله ليس يراك. unayemwasi Allah ikawa umeghafilika, umesahau ya kuwa Allah amekupatia neema nyingi. Amekupatia macho, masikilizi, amekupa mdomo kuweza kujieleza. Ametukuka yule ambaye kwamba amekupa hayo yote kisha amekuhami. Baada ya kupewa hayo yote unapata nguvu ya kumaasi yeye. Ni ujinga kiasi gani? Kwa nini tunafanya hivyo? Unapata ujasiri wa kumaasi yeye ukidhania ya kuwa yeye hakuoni wakati yeye yukuona. Na hakuna mfanyikazi ambao kwamba yuana bidii na kazi kushinda yule ambao kwamba yajua bosi yamuona na yeye hamuoni bosi. Si ndio? Ukiingia kazini ukaona zimewekwa zile CCTV, kila mmoja anakuwa amemakinika na kazi yake. Sababu ofisini bosi itakuwa anamuona kupitia laptop au kupitia simu, kupitia chochote. Hapa duniani Allah anatuona kila wakati tunaoyafanya. Kwa hiyo Allah ni mzuri na chochote kizuri lazima kipendwe. Na baada ya Allah kwa uzuri aliokuwa nao, kiumbe ambao kwamba amempatia uzuri zaidi na zaidi ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio siku moja Hassan ibn Thabit, ilikuwa mara nyingi mtume akiingia masahaba walipo, huwa masahaba wanainuka kumpatia heshima, si ndio? Na mtume ilikuwa ni jambo lisilompendekeza, asilopendezwa nalo. Siku hiyo kidogo masahaba walipoinuka, mtume akaonesha kukwazika kwa ile jambo. Hassan al-Basri akatoa maneno mazuri, akasema ukufi ala al-azizi alayya fardun wa tarku al-fard ma huwa mustaqim ya ajaban liman yara hadha al-jamala ya ajaban liman lahu aqlun wa fahmun yara hadha al-jamala wa la yaqumu. Asema mimi kumsimamia mtu bora kama wewe ni faradhi kwangu, na kuacha kitu cha faradhi si jambo la sawa. Ni ajabu kwa mwenye akili na ufahamu, yara hadha aljamala wala yaqumu, aone uzuri uliokuwa nao kisha ashindwe kusimama. Yani kwa uzuri wako tu, hata kama mtu wewe ataka ama ataka atasimama tu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ni mzuri, na kitu chochote kizuri huwa kinapendwa. Na wewe unaweza jiona hufai ukajitia dosari na kitu, na kitu hicho kavutia wengine. Na rafiki yangu sipendi kumtaja jina, Allah amemuumba matege. Tulipokuwa tusome ilikuwa kituuliza, Muhammad, kweli mimi kuna mwanamke atanipenda na matege yangu haya? Sahi mke aliomuoa miongoni mwa sababu iliyomvutia ampende ni matege yake. Kwa hiyo kile unachokiona kwako ni dosari ndio inakuwa sababu ya kumvutia mwingine. Hakuna mtu ameumbwa mbaya, lakini wewe ndio unamuona mbaya. Kuna mwingine unamuona ni handsome kabisa. Sasa wewe furahika na vile ulivyo. Na ukikosa kufurahika na kukinaika na kile alichokupatia Mungu, ndo pale utakimbilia kufanya adjust, kuongeza hii, kupunguza hii, kuchonga hii, kuacha hii, na hapo ndo itakuwa ni mwanzo unaoharibikiwa. Kwa hiyo itosheleze kujua kwamba Allah ni mzuri kupitia viumbe wake aliowaumba wazuri. Famadhannu biman sadara anhu hadha aljamal, nipi dhana kwa yule ambao kwamba imetoka kwake uzuri wa hawa viumbe. Wayakfi fi jamalihi annahu lahu al'izza, inatosheleza katika uzuri wake yeye ndo mwenye izza yote. Innal izzata lillahi jami'a wal quwwatu jami'a, na yeye ndo mwenye nguvu zote. Tukisema ana izza yote, bimaana ana izza sehemu yoyote, wakati wowote, kwa namna yoyote ile. Na yeye ana nguvu yote kwa yoyote yule, hata we ni nani.
waljudu kulluhu, na ukarimu wote yuko nao Allah, walihsanu kulluhu, na uzuri wote yuko nao Allah, walilmu kulluhu, na elimu yote yuko nao Allah, walfadlu kulluhu, na fadla zote yuko nazo Allah, walinuri wajhihi ashraqat adh-dhulumat, na kwa nuru ya uso wake imepata mwangaza giza. Wa min asma'il husna al-jamil, na miongoni mwa majina yake ni al-jamil, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamala wa jamaluhu subhana ala 4 maratib, na uzuri wa Allah uko kwa martaba ngapi? 4. Jamalu dhati, kwanza yeye mwenyewe ni mzuri, na uzuri huu tunauamini lakini hatujui ukoje, kama vile tunaamini pepo ni mzuri na hatujui ikoje. Wa jamalu sifati, na sifa zake ni nzuri. Hapa nataka mnifahamu vizuri, sifa za Allah ni mzuri. Leo kuna baadhi yetu kwa kuwa tunamtakasa na kumpenda Allah zaidi, tukiambiwa hii ni sifa ya Allah, mtu anasema miongoni mwa sifa za Allah anaongea. Mtu akamwambia la, usiseme yuongea. Ukisema yuongea itakuwa umemfananisha na nani? Mwanadamu. Si kweli wako watu hao? Lakini naomba mnisikilize vizuri kwa nia safi, na kama nimekosea mtaniambia. Allah tabaraka wa taala ameumba wanyama. Kuna ndege, kuna paka, kuna chungu, kuna ng'ombe, kuna punda, hao wote wanyama, si ndio? Hao wanaongea ama hawaongei? Paka mdudu chungu pia yuongea, ndo Allah akisema qalat namlatun ya ayyatuha an-namlu dukhulu masakinakum, si ndio? Swali linalofuata, anavyoongea ndege ndivyo anavyoongea kuku? Anavyoongea mende ndivyo anaongea sisimizi? Hawa wote si ni viumbe, lakini pamoja na kuwa wote ni viumbe, maongezi yao hayafanani. Ikiwa baina ya viumbe maongezi yao hayafanani, itakuwaje baina muumba na viumbe yafanane? Tumefahamiana? Allah amejalia viumbe vyake kwa kuwaumba wanaongea na wasifanani wanavyoongea, ili tuamini pia yeye yuongea na hafanani na viumbe wake anavyoongea. Sasa yule anayesema ukisema Allah anaongea umemfananisha na binadamu, muulize paka yuongea, je, ashafanana na binadamu? Tumeelewana? Kurabu hao hapo wapiga fujo wanaongea, je, washafanana na binadamu? Kwa nini sisi viumbe tunakubali wanaongea na hawafanani na sisi, lakini pindi tunapokuja kwa Allah yuongea moja kwa moja utampeleka wafanana na sisi? Hii yote inakuwa ni matatizo ya kupima na kuwaza vizuri. Wanasema kullu ma khatara fi balik fallahu ghayru dhalik. Kullu ma khatara fi balik fallahu ghayru dhalik. Kila kinachopita kwa mawazo ya akili yako unavomuwazia Allah, basi Allah yuko hivyo, kwa sababu Allah alivyo huwezi muwaza. Sasa tunaamini kuwa Allah anaongea anavyotaka kwa anachotaka wakati anaotaka, lakini anaongea vipi hatujui. Yeye hajatuambia anaongea vipi, yajua mwenyewe. Alipomuita Musa, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, Allah amemuongelesha. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah amemuongelesha. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah, Allah amemuongelesha. Hizi ni aya zote za kujulisha kuwa Allah tabaraka wa taala anaongea. Sasa kumtakasa kwetu Allah
isivuke mipaka mpaka tukawa na ujasiri wa kukipinga alichokithibitisha Allah. Allah sema laysa kamithlihi shay, hana mfano wa kitu chochote, na yeye wa huwa samiul basir, na yeye ni mwenye kusikia na kuona. Sasa ukiulizwa yuasikia kupitia nini na yuaona kupitia nini, hapo mtu atasita. Yuasikia yuaona, lakini hatujui. Kwa nini wasema hujui? Kwa sababu naofia kusema yuasikia kupitia masikio utakuwa umemfananisha na binadamu. Yuaona kupitia macho utakuwa umemfananisha na nani? Nani amesema kwamba ukisema inajulikana kwa fitra aliyotuumbia nao Allah kwamba kinachosikia ni masikio. Kwa nature na uhalisia aliyotuumbia Allah kinachoona ni macho. Lakini hao viumbe wote wanaona kwa macho yao yanafanana. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala sifa zake zimekamilika, na yeye ana uzuri wa dhati yake, uzuri wa sifa zake, wa jamalul af'al, na mzuri kwa matendo yake, wa jamalul asma, na ni mzuri kwa majina yake. Fa asma'uhu kulluha husna, majina yake yote ni mazuri. Wa sifatuhu kulluha sifatun kamal, na sifa zake zote ni zilizokamilika. Wa af'aluhu kulluha hikma wa maslaha, na matendo yake yote ndani yake inapatikana hikma na maslahi. Wa adlun wa rahma, na uadilifu na rahma. Wa amma jamalu dhat wa ma huwa alayhi fa amrun la yudrikuhu siwa, ama jamal uzuri wake mwenyewe ni jambo ambalo kwamba hadiriki kulifahamu isipokuwa yeye mwenyewe. Ni ipi neema kubwa ambayo kwamba iko ndani ya pepo ya Allah? Neema kushinda zote kubwa kabisa ni gani? Mashaallah, anajibu neema kushinda zote ni kule kumuona nani? Allah. Kwa sababu umeiona pepo, umeona vilivyomo ndani ni vizuri, lakini ukweli wa uzuri uliokamilika ni wa yule aliyeumba hiyo pepo. Kwa hiyo bado watu kwa neema zote walizozipata watakuwa wanahamu kumuona yule aliyowalipa hiyo pepo. Wallahi haitakuwa ni uadilifu kwa Allah. Hatutahini duniani kumwabudu yeye hali ya kuwa hatujamuona, kisha atulipe peponi tuingie na kisha tusimuone. Sio uadilifu. Sasa ikiwa hujamuona duniani ni mtihani kwako, hujamuona ili umwabudu, na peponi umelipo umeingia na pia haujamuona, utakuwa umemwabudu nani wewe? Sasa Allah alishasema peponi lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wala ambao kwamba wamefanya mazuri wataipata pepo na watapata zaidi ya pepo. Zaidi ya pepo ni kumwona Allah tabaraka wa taala. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hizo zitakuwa zinapendeza, zinang'ara, ziko na nuru. Kwa nini? Kwa kule kumtizama na kumwona Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala asema nyinyi hamupati tabu kuona jua na mwezi, na siku ya kiyama mtapata tabu kumwona Allah. Si kwa kuwa yofananisha kiumbe na muumba, lakini yofananisha kiumbe kilichokuwa kidogo tunakiona sote dunia nzima. Je, muumba aliyeumba hicho kiumbe yupi atapata tabu kumuona siku ya kiyama? Tuko pamoja? Kwa sababu Allah ni mzuri zaidi dhati yake, ndo maana watu wa peponi kwa neema na starehe zote watakazopata peponi watasahau baada ya kumuona Allah kwa uzuri aliokuwa nao Allah. Hii ndiyo sababu ya kwanza inayotupelekea sisi tumpende Allah tabaraka wa taala, na hiyo ndo sababu hapa duniani yoyote tunayempenda kwanza tunamwangalia ni mzuri si mzuri. Na wewe huyu akikuona si mzuri, kuna mwingine pia atakuona wewe ni mzuri kuwashinda wote. Kila mmoja amepewa mtizamo wake. Mpaka hapa namuomba Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.